wao wasikie. Amen. Haya, 1 2 3 tuende tuanze 18. Yesu akaja. Na kuwafundisha. Jipigie makofi wakati unaketi. Amen. Bwana asifiwe. Nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu kwa kunipa neema ya kuhudumu nyumbani. Amen. Lakini pia nimshukuru Baba kwa kunipa neema ya kuhubiri nyumbani kwa wiki 2 mfululizo. Bwana asifiwe. Ni neema ya Mungu na nimejifunza kutokuchukulia kawaida. Mzee wangu, Mungu akubariki sana kwa hiyo neema na nafasi. Tunaangazia somo linalosema kutimiza agizo kuu. Kutimiza agizo kuu. Bwana asifiwe. Bila kusahau kwamba tuko kwenye wiki ya uinjilisti. Na mara kadhaa ukisema ni wiki ya uinjilisti, tunachukua ya kwamba ni jambo linalowahusu wainjilisti. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kitabu cha Mathayo ile 28 na mstari wake wa 10 kuanzia 18 anasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sasa hapa tunaona habari ambayo Yesu anawaambia wanafunzi wake. Na huu ulikuwa ni wakati ambapo Yesu amekaribia kuondoka, na alikuwa anaondoka duniani, na amemaliza ile kazi ambayo alikuwa akiifanya kwa miaka 3 alipokuwa duniani. Amen. Na hapa anawaambia wanafunzi wake, anawapa kazi ya kufanya, anawapa jambo la kushika, anawapa kazi ya kufanya, anawapa kitu ambacho wanapaswa kukifanya hiko mpaka atakaporudi. Amen. Na baada ya wakati anawaambia, akawaambia basi 18 Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote na duniani na mbinguni. Basi enendeni mkawafanye wanafunzi mataifa yote kuwa wanafunzi. Na hapa tunaona ya kwamba maana yake Yesu alikuwa tayari ameshawafanya wale wanafunzi kwanza, wale 12. Amen. Na hawa ndio anawapa maagizo ya maana yake anawapa maagizo wanafunzi 12 ya kuwafanya wanafunzi wao kujizalisha au kujifotokopi. Amen. Kwa maana ya kuwafanya wengine kuwa kama wao walivyo. Bwana asifiwe. Na hapa naomba leo unielewe vizuri kabisa. Bwana asifiwe sana. Maana yake Yesu anawaambia wanafunzi wake wanawapa kazi, agizo kuu ambalo ni la kuwafanya wengine kuwa kama wao. Amen. Anasema basi enendeni mkawafanye mataifa. Sasa tafsiri ya mataifa sio watu wa nje ya nchi yako. Bwana asifiwe. Tafsiri ya neno mataifa hapa halimaanishi watu wa nje tu ya mji, inamaanisha watu wasioamini. Maana yake nendeni mkawafanye wasioamini waweze kuamini, na wakishaamini watakuwa kama ninyi. Amen. Maana yake waaminio, wamwaminio Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sasa hii ni kazi ambayo baada ya Yesu kuwaacha 12 wakazaa mpaka tukazaliwa mimi na wewe. Amen. Sisi ni wanafunzi wa Yesu. Amen. Wakristo maana yake ni Wakristo maana yake ni watu wa Kristo.
kimsingi. Amen. Yaani neno jina wa Kristo. Jina wa Kristo, watu wa Bwana, wa Kristo sio nafikiri sio dini. Wa Kristo tafsiri yake halisi ni watu wa Kristo. Kama nimeweka hapa. Ukisema wa epa, manake ni watu wanaohusika na epa. Amen. Kwa hiyo Wakristo walizaliwa kutoka kwenye disciple, walizaliwa kutoka kwenye kuwa wanafunzi, ndiko neno wa Kristo likazaliwa. Maana yake watu wanaomfuata Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Na maana yake tunaitwa kuwa wanafunzi wa Yesu. Amen. Na tunaposema mwanafunzi wa Yesu ni mtu anayemfanania Yesu. Bwana asifiwe. Mwanafunzi wa Yesu ni mtu anayemfanania Yesu Kristo. Maana yake ana sifa na hali sawa na Yesu. Yaani ana sifa ambazo Yesu anazo. Huyo ndio mwanafunzi wa Yesu. Bwana asifiwe. Sasa agizo kuu ni nini? Agizo kuu ni agizo la kuwafanya wasioamini au mataifa. La kuwafanya mataifa au wasioamini kuwa wanafunzi wa Yesu. Agizo kuu ni agizo la kuwafanya. Tunaposema agizo kuu, maana yake kulikuwa kuna maagizo mengine, lakini kuna agizo lililo kuu. Lililo kuu ni hili: kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu. Kuwafanya wasioamini Yesu kumwamini Yesu na kumfanania Yesu. Na maana nyingine ya agizo kuu, ni agizo tulilopewa kulifanya mpaka Yesu anaporudi. Ya kwanza ni agizo la kuwafanya, kuwabadilisha, transformation. Amen. Hiyo kuwafanya it's a transformation process. Yaani ni kuhakikisha kunatokea badiliko kutoka kwa mtu asiyeamini kuwa aliyeamini. Aliyeamini Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na kuyashika yote ambayo anapaswa kuyashika. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuwafanya watu, manake it's a transformational process. Maana yake ni mchakato wa badiliko ambalo lazima mtu alifanye kwa ajili ya mtu mwingine, na mtu mwingine abadilishwe na kufanyika mtu ambaye ana sifa alizonazo Kristo Yesu. Amen. Kuwafanya, it's a transformational process. Kwa hiyo maana ya pili ni agizo ambalo tumepewa kulifanya mpaka Yesu atakaporudi mara ya pili. Maana yake hakuna siku ambayo tutasema ya kwamba sasa imetosha. Kila siku tunapaswa kuhakikisha ya kwamba tumewafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Maana yake watu wanaomfanania Yesu, watu wenye sifa za Yesu. Sasa nikasheshe na ni tatizo kuona kwamba unawezaje kumfanya mwingine kuwa mwanafunzi wa Yesu kabla hujawa mwanafunzi wa Yesu. Na shida tuko nayo hapa kwamba ndio maana ni ngumu sana wapendwa walio wengi kuwafanya wengine kuwa wanafunzi, kwa sababu kwanza hawajawa wanafunzi. Watu wa Mungu, tunaposema mwanafunzi ni yule ambaye amefikia kimo cha kumfanania Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Maana yake anaenenda sawasawa na Kristo, anafanya sawasawa na Kristo. Ni yule nani? Ni Petro ambaye aliambiwa tazama, hata unavyosema, si ndio? Maana yake kuna nature of Christ,
kuna ile asili ya Yesu ambayo ilikuwa imemtawala. Huyu mtu hata tembea yake ni kama Yesu, hata ongea yake ni kama Yesu, hata zungumza yake ni kama Yesu, ufanyaji wake wa kazi ni kama Yesu, utendaji wake wa kazi ni kama Yesu. Amen. Moja ya kitu najifunza kwa Yesu, moja ya kitu ambacho najifunza kwa Yesu alikuwa ni mchapakazi sana. Yaani kama ni habari, angalia zile movement za utendaji kazi wa Yesu, utagundua Yesu alikuwa ni mpiga kazi sana. Maana yake kama umeokoka na una uvivu, maana yake kuna sifa ya Yesu hauna. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo maana ya pili ni kutimiza agizo hilo na kulifanya mpaka atakaporudi. Bwana asifiwe sana. Sasa kutimiza agizo ni nini? Kutimiza agizo kuu. Maana ya kutimiza agizo kuu. Sasa nimeeleza kwa habari ya agizo kuu. Sasa kichwa cha somo kinasema kutimiza agizo kuu. Kutimiza agizo kuu ni kuwafanya, ni ile sasa ule mchakato. Kutimiza agizo kuu ni ule mchakato wa kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Kutimiza agizo kuu ni mchakato, if you are writing, ni mchakato wa kuwafanya wasioamini kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Ule mchakato ndio somo la leo. Ndio somo la leo. Ule mchakato. Bwana Yesu asifiwe. Ule mchakato ni ule mchakato wa kuwafanya sasa. That process. Amen. Ule mchakato sasa wa kuwafanya kuwa wanafunzi wa Yesu. Huo mchakato ndio kazi ambayo tunapaswa kuifanya. Na hapo tunapozungumza hapa kwenye neno la Bwana kwenye Mathayo 28 kuanzia 18, hajasemwa mchungaji. Hapo hajasemwa mchungaji, hajasemwa mwinjilisti, hajasemwa mtume, hajasemwa nabii, hajasemwa nani tena, mwalimu. Amesemwa mwanafunzi wa Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza, lazima tuwe wanafunzi ili tuwafanye wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Na maana yake ni mchakato wa kila mmoja aliyeitwa kwa jina la Bwana, aliyeitwa kwa jina la Bwana na ameokoka na amekuwa mwanafunzi wa Yesu, anawajibika kufanya linalowezekana kuhakikisha watu wamemjua Yesu, na sio tu wamemjua, wamebadilishwa na kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Nikuhabarishe habari njema ya kwamba mtu anayefanya shughuli hii ndio mtu ambaye mbingu zinaweka macho kumtazama. Yaani mbingu haziko kumtazama mtu ambaye anafanya kazi ya nyingine ya kujiingizia kipato. Mbingu haimwangalii, wala mbingu haishtukani. Ni Biblia nasemaje? Ni furaha iliyoje mwenye dhambi moja anapotubu. Maana yake kuna shughuli ambazo mbinguni zinaahirishwa ikitokea mwenye dhambi mmoja ametubu. Sasa kama ikitokea mwenye dhambi mmoja ametubu, mbinguni wanapiga kelele na shangwe, inakuwaje kwa yule ambaye amesababisha kelele mbinguni itokee? Maana yake yule ambaye amesababisha kelele mbinguni itokee yuko kwenye nafasi ya kutazamwa na mbingu, ili kwamba kelele nyingi za furaha ziweze kutokea mbinguni. Huyu mtu atalindwa, huyu mtu atatunzwa, huyu mtu atatafutwa, atawekewa ulinzi, kwa sababu anasababisha sherehe, anasababisha shangwe, anasababisha furaha, anasababisha raha. Mbingu zikiangalia, zinaangalia kwamba mwanangu aliyoko Dar es Salaam ni mtu wa maana, ni mtu mzuri, anasababisha shangwe mbinguni. Kuna mambo ambayo hawezi kuyapata isipokuwa umefanya agizo kuu.
Bwana asifiwe. Utaniambia pastor, unajua mimi sasa nifanya biashara. Hatujaambiwa wote tuwe wachungaji full time, hapana. Kuwa kwenye biashara pale pale umepewa nafasi ya kusababisha wengine wawe wanafunzi wa Yesu. Unapozungumza nao lazima uwe na the mindset of Christ. Lazima uwe na mtazamo wa kiufalme, lazima uwe na mtazamo wa kiungu, ya kwamba nina special assignment ambayo nimepewa na Bwana ya kuhakikisha watu wamekuwa wanafunzi wa Yesu. Simpigie Yesu makofi jamani, haleluya. Mimi unajua ni I am Satya, mimi niko kwenye nafasi fulani ya kiserikali na nini. Nafasi yako hiyo, it is a place where God has placed you there for a purpose. Amen. Nafasi hiyo Mungu amekuweka, ndio nafasi ambayo Mungu amekuweka kwa makusudi, na ndio maana umeenda wewe ambaye tayari umemjua Yesu Kristo na amefanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unatakiwa kuportray the spirit of God. Unatakiwa kuionyesha ile roho ya Mungu ndani yako hapo mahali ulipo, ili kusudi la wito wako litimizwe, la kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Bwana asifiwe. Kuna maombi hayawezi kujibiwa isipokuwa ni ya mtu ambaye anasababisha furaha mbinguni. Na nimesema hapa hajasemwa kwa habari ya mtume, nabii, mchungaji, mwinjilisti, hapana. Ni kwa kila aliye mwanafunzi wa Yesu. Yoyote aliyempa Yesu Kristo kuwa Bwana, aliyempa maisha yake kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, huyo ndio wa kwanza ambaye Mungu anamtazama kusababisha matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi ya kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu. Jambo la kwanza, na leo nitamaliza kwa wakati kabisa kwa sababu tuna assignment ya kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Amen. Jambo la kwanza, namna ya kutimiza agizo kuu. Maana yake namna ya kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Namna ya kwanza ya kuwafanya ni kwa kuhubiri Injili. Matendo 1:8. Namna ya kwanza ya kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu ni kwa kuhubiri Injili. By witnessing, kuhubiri Injili. Matendo ya Mitume 1:8 anasema hivi. Matendo 1:8 anasema hivi: lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Manake Matendo 1:8 anatuonesha kwamba tunapewa nguvu za Roho Mtakatifu, sio tu kunena kwa lugha na kutusaidia kwenye mambo mengine, lakini ina kazi maalum ya kusababisha mtu aweze kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. And you shall receive power. Utapokea nguvu akisha kujilia juu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Amen. Maana yake kuwa mashahidi, jambo la kwanza ni matokeo ya ujazo wa Roho wa Bwana. Amen. Maana yake ni matokeo ya ujazo wa nguvu za Bwana. Lakini pili, kujaa nguvu, kinyume chake, kujaa nguvu ni sababu au ni jambo linaloambatana moja kwa moja na kushuhudia watu habari za Yesu. Jamani, Bwana asifiwe. Maana yake ni jambo ambalo linaambatana moja kwa moja na kuwaambia. Maana yake tunapewa nguvu ili nguvu ituwezeshe. Tunapewa nguvu ili nguvu ituwezeshe kuweza kuwaambia wengine habari za Yesu, kuweza kuwashuhudia wengine uzuri wa Yesu, kuweza kuwashuhudia wengine matendo ya Yesu, kuweza kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Maana yake hatujazwi manguvu halafu tuishie tu kuwa tumejaa nguvu. Na ujue ukijaa nguvu pasipokuwa na kazi, unajua ile nguvu inasababisha tatizo. Yaani ukijaa nguvu yoyote, hata nguvu ya kawaida ya mwili,
Yaani ukipiga mazoezi na ukajaa nguvu, kawa na nguvu mingi, automatic ile nguvu itataka kazi. Kuna mtu mmoja amenielewa hapo? Ukijaa nguvu za mwili za kawaida, ukapiga push up 18, push up 18, ukajaa nguvu, ukajiona huko na misuli ya kutosha, ile misuli itakudai kazi ya kufanya. Ile misuli itakudai kazi ya kufanya. Ndio maana unaweza kawa unazaba watoto makofi, halafu kofi moja amezilai kidogo. Inawezekana hata mke wako akikusumbua kidogo, unajishikilia kwa ndani kama si Bwana, lakini manguvu yanakutuma kuwasha kofi, si ndio? Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapojaa nguvu za Roho Mtakatifu, maana yake iko kwa ajili ya kazi, na moja ya kazi ni ya kuwashuhudia wengine, ni ya kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Na hapo ndipo maisha yetu yanakuwa na maana. Bwana asifiwe. Yaani hata uwe wa namna gani, maisha mbele za Mungu yanakuwa na maana pale ambapo unatimiza agizo kuu kwa namna yoyote. Ni kweli mimi sijui nini, mimi na mambo mengi. Kwenye hayo mambo mengi, moja ya jambo jingi ni jambo la kushuhudia wengine habari za Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Mimi nimeitwa kuwa mwimbaji. Uimbaji wako lazima umalizike na watu kumpa Yesu maisha yao, ndio utakuwa una maana. Amen. Hallelujah. Mimi chochote ambacho nakifanya lazima end up by people to give their life to Christ. Lazima kifike mwisho wake, hitimisho liwe watu kumpa Yesu maisha yao, watu kugeuzwa, watu kubadilishwa na kuwa wanafunzi wa Yesu. Jumbe wa leo, Bwana ana makusudi nasi. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza ni kufanyaje? Nimesema kuhubiri. Tunaposema kuhubiri Injili, watu wa Mungu, hatusemi kama Pastor Epa aliko madhabahuni saa hii. It is just to share the good news. Amen. Kuhubiri Injili sio kukaa kwenye madhabahu kama Epa alivyo saizi hapa. Hapana. Bwana asifiwe. Sio hapa alipo, hapana. Sio, hiyo ni moja ya sehemu za kuhubiri Injili. Hiyo ni moja ya sehemu ya kuhubiri Injili. Lakini tafsiri rahisi nyepesi ya kuhubiri Injili ni kusema habari njema kwa watu. Status yako iseme habari njema za watu. Punguza kuweka vimeme visivyokuwa na maana. Sio niseme kidogo hapo Punguza kuweka vitu kwenye status visivyokuwa na maana. Hakikisha chochote ambacho unakiweka kinahitimisha watu kumpa Yesu maisha yao. Hata kama hawatakuambia kwamba mimi kwa status yako nimeokoka leo, watashikwa na kitu ambacho wataenda sehemu nyingine na kitalia ndani ya mioyo yao kuwa mbegu ya kwenda kuokoka. Jamani, haleluya. Hata kama atasema kwamba leo nakuja kumpa, naomba uniongoze sala toba, hata siposema, lakini tayari umepanda mbegu ambayo kwa mbegu hiyo itasababisha iweze siku moja iweze kuota na aokoke. Amen. Kwa hiyo maana yake ni kwamba lazima ambacho tunakifanya tuzingatie ya kwamba tunapaswa kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Tuwaambie. Amen. Tuwaambie. Tuseme uzuri wa Yesu. Tuseme hata kama ni watu wawili, tuseme uzuri wa Yesu. Hata kama ni mmoja, useme. Ukienda mahali kwenye hoteli, umepewa nafasi ya kaa kula. Ukimaliza kula, muulize, mpe habari za Yesu. Bwana asifiwe. Mwambie habari za Yesu. Akikataa atakataa, lakini mbegu imepandwa, maana imani huja kwa kusikia. Amen. Imani huja kwa kusikia. Tusiwe Wakristo ambao tunajiogopa ni kama hatuna uhakika na wokovu wetu. Wokovu huu ni wa maana sana. Yesu alikufa msalabani kwa ajili hiyo, kwa ajili ya wenye dhambi. Kuna mtu alikufa
nani anaweza kufa kwa ajili ya mtu mwingine? Ni Yesu peke yake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni kusema injili. Injili ni habari njema, kuambia watu habari njema, kuto kukaa kimya na kuambia wengine habari njema. Maana asifiwe Yesu. Yesu Kristo na asifiwe. Haleluya. Jambo la pili ni kuishi sawasawa na injili. Let your life be the gospel. Let your life be the gospel. Ya kuyafanya maisha yangu kuwa ndiyo injili. Namna ya pili ya kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu ni kuhakikisha ya kwamba kuishi sawasawa na injili, sawasawa na neno la Bwana, kuwa sisi wenyewe kuwa injili inayotembea. Na hapo ndio pazuri zaidi. Bwana asifiwe. Nisomee kitabu cha Mathayo 5:16. Mathayo 5:16. Uko nyuma hayupo leo. Mathayo 5:16. Halafu Wafilipi 1:27. Mathayo 5:16, Wafilipi 1:27. Mathayo 5:16. Mathayo 5:16. 5:16. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze kwa watu, wapate kuyaona matunda yenu mema. Twende tena Wafilipi. Wafilipi ile sura yake ya kwanza mstari wa 27. Aliyepata nisomee hapo. Bwana asifiwe. Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo. Wacha niishie tu hapo. Bwana asifiwe. Hapo Mtume Paulo anawaambia Filipi, lakini mwenendo wenu uwe kama inavyoipasa nini? Injili. Amen. Maana yake namna ya kutembea inaweza ikawa injili tosha ya kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Maana yake namna unavyowasiliana, majibu yako unayoyatoa kwa maswali ambayo watu wanakuuliza, yale majibu yanaweza kumfunua Yesu Kristo aliyoko ndani yako, na watu akamwona pasipo wewe kusema habari za Yesu. Samahani, haleluya. Haleluya. Mwenendo wenu na uenende sawasawa na inavyopasa injili. Mwenendo maana yake ninapokuwa kazini, ninapokuwa sokoni, ninapokuwa kwenye shughuli zangu za biashara, ninapokuwa kokote ninapokuweko, maana yake mwenendo wangu, namna yangu ya kutenda lazima iwe namna ambayo inamfunua Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na watu wanamuona Yesu kupitia namna tunavyoenenda katika jina la Yesu. Na hapo ndio kuna kasheshe, na Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie kuifanya injili kuwa hai kwenye maisha yetu. Hicho ni kitu pekee ambacho kinaweza kuhubiri sana kuliko maneno. Waswahili wakasema action speaks louder than words. Haleluya. Matendo yanaongea sana kuliko maneno. Kuna namna ambayo unaweza kuongea maneno 20, lakini kuna jicho ukinitazama ninapata maneno 1512.001. Amen. Kuna namna dada akikushusha chini mpaka juu, hiyo namna imekuambia sentensi 2500. Kama ni kijana ambaye haujaoa, imekuambia usinisogelee. Si ndio? Imesema usinisogelee, sina mpango na wewe,
sitaki mambo hayo, mimi na wewe hakuna kitu. Yaani kuna sentensi nyingi, kwa sababu matendo yanaongea kuliko maneno. Vivyo hivyo tukijaa injili ndani yetu, tukamjaa Yesu ndani yetu, na tukaishi sawasawa na injili tupasavyo, tukaishi sawasawa na Yesu jinsi alivyo, maana yake kuna namna utamtazama mtu atajisikia kumpa Yesu maisha kama matokeo ya jinsi ambavyo umemtazama. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze, wayaonapo matendo yenu wamtukuze Bwana. Maana yake kuna namna ambayo utakaa, kuna mkao ukikaa, kuna mkao ukikaa, ule mkao unamsema Yesu. Jamani, haleluya. Na hapa sizungumzi habari ya kunena kwa lugha. Sizungumzi habari ya kuanza kuomba barabarani, hapana. Nazungumza namna tu ya mwenendo wako unavyoenenda, namna tu ya kutembea kwako, namna tu ya kufanya kwako, namna tu unavyosalimiana na watu, namna ambavyo unachukua vitu vya watu na kurudisha. Ile namna zako tu zinasababisha watu wamuone Yesu yupo hapa, wala haihitaji kujitambulisha. Watakuuliza, samani, wewe ni mtumishi? Kwa nini? Namna ulivyoitikia. Nilisema siku moja hapa, ukitaka kujua mtu ameokoka au la, kaa kwenye daladala, na kwa neema ya Mungu usimame pale mbele kwenye lile bomba, watu wawe wamejaa, halafu ushikilie bomba, halafu kwa neema tena ya Mungu mbele yako aweko dada ambaye na kiatu chenye kisigino kirefu, halafu dereva apige breki, na kwa neema ya Mungu kisigino kishuke kwenye kidole chako. Kikishuka pale, neno huku kutakavyoongea ndio kutakakofunua huyu mtu ni nani. Amen. Mwingine atakanyagwa na kusema mtumishi aise pole, yani yeye ndo atakayempa pole nani? Aliyemkanyaga. Si ni kweli? Lakini kuna mwingine kikishuka, kuna maneno yaliyo ovu yatakayotoka kinywani kwake mpaka daladala inafika kituo cha mwisho. Ataongea mpaka anafika mwisho. Sasa wakikutazama wanaokuona kwenye hizo hali mbili, lazima ujue ya kwamba tayari umejiweka kwenye eneo fulani pasipo kujua. Yaani wataambiana tu kwamba huyu halafu kwa bahati mbaya kumbe unashuka ndio uende kwenye huduma. Unashuka ukaimbe, halafu unashuka huku umeshaongea maneno 18,000 umefokea unavyoweza kufokea, halafu unashuka unaenda kwenye madhabahuni unaanza Bwana katika miungu. Kumbe bahati mbaya kuna washirika kama 8 mle kwenye daladala, na wao walikuwa wanaenda kwenye event hiyo. Kwa unafika wanakutazama tu, wanakuangalia, nasema huyu mtumishi, huyu ni mtumishi, lakini Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mwenendo wetu una uwezo wa kuwafanya watu wakaokoka. Namna tunavyoenenda, namna ya utendaji wetu, maneno tunayoyasema, jinsi tunavyoshirikiana nao, namna unavyofanya mambo yako inaweza kuwafanya watu wakampa Yesu maisha kabisa. Amen. Amen. Namna yako ya utendaji ndio anasema Wafilipi hapo. Nirudi tena hapo kwa mara ya mwisho. Wafilipi anasema, lakini mwenendo wenu uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo niasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja na kwa moyo moja, mkishindania imani ya injili. Mwanzo tumesema na nuru yetu iangaze. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Matendo yetu. Namna ya pili nimesema ya kuangalia ni kuhakikisha ya kwamba kuishi sawasawa na injili. Maana yake kuishi sawasawa na neno la Bwana.
Maana yake kufanya maisha yetu kuwa barua inayosomwa njema ya kuwafanya wengine waweze kuiona neema ya Mungu. Wanapotutazama, wanapotuona, wanapotuangalia, wamuone Mungu, wamuone Yesu, wamuone Yesu kukaa kwetu, wamuone Yesu kuongea kwetu, wamuone Yesu. Kumbuka, hatuwafanyi watu kuwa wanafunzi wetu, tunawafanya watu kuwa wanafunzi. Na hapa niseme kidogo, Bwana asifiwe. Ni kosa kuwafanya watu wafanane na wewe. Ni kosa. Hata ni Mtume Paulo anasema nifuateni mimi kama ninavyomfuata. Bwana asifiwe. Maana yake siku atakapoacha kumfuata Kristo ni siku ambayo mimi napaswa kuacha kumfuata yeye. Yes. Anasema nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata. Kwa hiyo anayefuata pale ni nani? Ni Kristo, sio yeye. Maana yake siku ambayo yeye ameacha kumfuata Kristo ndio siku ambayo ninapaswa mimi nisimwangalie yeye tena, kwa sababu kigezo ni kumfuata Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Siku hizi kuna watumishi ambao wanawafanya watu wawatazame wao. Hapana, hiyo sio neno la Bwana. Siku hizi kuna watu ambao wanawafanya watumishi, wanawaelekeza watu kwao, wanawaelekeza watu kwao. Haikumaanishwa kuwafanya watu kuwa wanafunzi wetu, ilimaanishwa kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Lazima tuwaelekeze watu kwa Yesu, tuwaelekeze watu kwa Yesu, tuwaelekeze watu kwa Yesu. Mfano wetu ni Yesu. Amen. 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 Hata kama utajikuta kwenye nafasi ambayo unajiona una influence, una ushawishi, una ushawishi na watu wanakupigia simu, wanakuuliza, wanakutafuta wengine, wanakuomba, wanaomba niwe karibu na wewe, nisaidie. Epuka mtego wa kufanya wao wakuone wewe kama Yesu. Epuka huo mtego. Waelekeze kwa Yesu. Hata kama kuna mambo unachemka, kama unachemka, mwambie Bwana, mtumishi wa Bwana, mimi ni kweli niko vizuri na Bwana ni mwema, lakini kuna mambo sijakaa sawa. Wewe fuata Yesu. Amen. Fuata Yesu. Bwana asifiwe. Shauku yako iwe kumfanania Yesu, lakini usisahau ya kwamba kabla tujawafanya wengine kuwa wanafunzi, lazima sisi tuwe wanafunzi. Kwa hiyo lazima sisi tumfananie Kristo. Amen. Lazima tufananie Kristo. Jambo la mwisho ni kuwafundisha yote. Hapa ndio kwenye kazi. Bwana asifiwe sana. Kuwafundisha yote. Ile Mathayo 28 tuliosoma. Mathayo 28 na ule mstari wake wa 10 na 28, ile 10 na 19. Basi enendeni mkawafanye mataifa wote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Samani ni 20. Na kuwafundisha ni 20. Amen. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Tuishi hapo. Inatosha. Bwana asifiwe. Jambo la tatu ni kuwafundisha. Maana yake haya mawili ya kwanza yanamfanya mtu amwamini Yesu, si ndio? Ya kwanza na pili yanafanya mtu amwamini Yesu. Kwa hiyo anamwamini Yesu. Ukishasema jamani kwa Yesu, leo tutaenda kushuhudia. Amen. Tutaweka speaker pale, tutapiga kelele, watakusanyika. Wakikusanyika, tutaanza kusema habari za Yesu. Jamani, Yesu anaokoa. Yesu ni hivi, Yesu ni hivi. Tutazisema habari za Yesu. Au wakati mwingine tutazisema habari kwa matendo yetu, ile namba 2. Si ndio? Tukishasema habari kwa namna zote mbili, aidha kwa kusema au kwa matendo, zote mbili zitafanya mtu asogee na kuamini na kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Baada ya hapo, hiyo ni hatua ya kwanza katika kuelekea kuwa mwanafunzi wa Yesu.
Amen. Hatua ya pili ni hatua ya kupitia fundisho, na hapa ndiko ambako kuna washirika wako Mountain of Glory International, lakini sio wanafunzi wa Yesu kwa sababu hawajakamilisha hatua ya pili. Ndio maana wakiokoka lazima tupite darasa la Wakristo wapya. Manake ni kuwapatia fundisho la kuwafanya wasimame, la kuwafanya waendelee, la kuwafanya wawe imara na wamfananie Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa jambo la pili ni kuwafundisha. Maana yake kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu ni kuwafundisha. Na tunapowafundisha, ukumbuke neno la Bwana linamfinyanga mtu na kufanya transformation ya kumbadilisha kuwa mtu mpya. Sio wewe ambaye unabadilisha mtu, hapana. Kwenye mchakato wa mafundisho wa neno la Bwana, neno la Mungu lina kazi ya kufinyanga mtu, lina kazi ya kubadilisha mtu, lina kazi ya kumtengeneza mtu, lina kazi ya kumjenga mtu, na lina kazi ya kumfanya mtu kuwa mtu mpya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu haishii kwenye kuambia habari, inaishia kwenye kuwapitisha kwenye fundisho litakalowafanya kuwafinyanga, kuwarekebisha na kupitia mabadiliko ambayo yatabadilisha mfumo mzima wa maisha. Jamani, Bwana asifiwe. Na hapa nitoe wito. Kama unajijua kabisa ya kwamba umeokoka, lakini kuna namna ambayo haujawahi pitia mafundisho ya msingi ya watu waliookoka, muone mchungaji, uone uongozi wa kanisa, upitie mafundisho hayo. Kwa sababu kuna tabia haziwezi kuisha isipokuwa umepitia mafundisho yatakayokubadilisha. Bwana asifiwe. Ni sawasawa na kwamba unakula mtoto kama huyu anakula, unampa ugali wa dona, ugali wa sembe, ugali. Hawezi kuwa imara kwa sababu hicho chakula ni sio cha saizi yake. Atakula lakini atakuwa na kiriba tumbo, si ndio? Kwa sababu yeye kwa umri wake alipaswa kupata maziwa yasiyogoshiwa. Amen. Ili maziwa hayo yasababishe ukuaji wa kila kiungo katika mwili wake. Ugali na sembe na dona ni vya watu wazima ambao maumbile yao yameshakamilika. Kwa hiyo kama upo kanisani na haujapata neema ya yale mafundisho, haujapata neema, na ndio maana inawezekana kuna vitu vidogo vinakusumbua. Kuna vidhambi vidogo vinakusumbua. Kuna hali ndogo zinakusumbua. Ni kwa sababu ya kupata msingi wa fundisho wa kukufanya uwe mtu imara katika imani. Amen. Usione aibu. Muone mchungaji, mwambie baba, mimi na miaka 10 na miaka 8 toka nimeokoka, ila sikuwahi kupata mafundisho ya msingi. Kwa yanayokuja juu yanajenga ni matofali ambayo yanakaa kwenye msingi ambao sio imara. Hiyo nyumba itakuwa na kleki kila siku kwa sababu umeweka tofali juu ya msingi wa tope. Umeweka tofali la nini? Tofali la bloko juu ya msingi wa tope. Lazima tu nyumba itakuwa inatitia. Unaijua hiyo? Walioishi vijijini watanielewa vizuri. Yaani msingi umeweka wa bloko, wa tope. Halafu juu umeweka matofali ya nini? Matofali ya bloko. Uona hakika mvua ikinyesha ule msingi utatitia. Si ndio? Utatitia kwa sababu uzito uliowekwa ni mkubwa kuliko msingi ulioko. Na ndivyo inavyotokea kwa mtu ambaye ameokoka, halafu kwa bahati mbaya hakupita kwenye fundisho. Anakuwa hana msingi. Yakija mambo mazito ambayo mchungaji anayehubiri, mambo ya kuzaa matunda, mambo ya kuongezeka, anakuwa haendi kokote, haongezeki, hazai matunda. Kwa nini? Kwa sababu neno la kuzaa matunda limekuja kufanya msingi wake utitie. Kuzaa matunda ni level kubwa ya ambaye alishavuka kiwango cha kujua yale mambo ya msingi katika wokovu. Amen.
Amen. Amen. Hayo ni mambo ya msingi, lazima yafanyike, na baada ya hapo ndiko tuendelee sasa na mambo mengine ambayo yatasababisha matokeo na maongezeko. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. So tunaposema kwa habari ya kuzaa matunda, tunaposema kwa habari ya kutimiza agizo kuu, tunasema kwa habari ya kuwafanya sasa wengine kuwa wanafunzi wa Yesu, kwamba ni kuhakikisha kila mmoja amefanya mchakato wa kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Ni wajibu wetu sote, ni wajibu wa kila aliyeko kanisani kuhakikisha ya kwamba anachukua hatua za kuwafanya wengine kuwa wanafunzi wa Yesu. Ni kweli hauwezi kuwafundisha kama ambavyo wachungaji wanaweza kuwafundisha, ila unaweza kuwaambia habari za Yesu. Na ukishawaambia habari za Yesu, ile hatua ya pili wampelekee mchungaji, mwambie mchungaji, huyu ameshaokoka, sasa endelea naye. Yeye mchungaji atampitisha kwenye darasa la kuwa waongofu wapya, atapita, atakomaa, atakuwa mtu mpya na mambo yatakuwa sawa sawa. Lakini nikukumbushe ya kwamba nimesema mwanzoni ya kwamba hii ndiyo moja ya kazi ambayo inaleta maana ya uwepo wetu duniani. Amen. 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 Kwa namna yoyote utakayoifanya, ukishahakikisha ya kwamba kuna mtu mmoja amempa Yesu maisha, na kuhakikisha ya kwamba mbingu zitakutazama. Na nimesema asubuhi ya kwamba hata kama unakwenda kuoa na kuolewa, lazima uoe na kuolewa ukiwa una mindset ya kingdom. Amen. Ukienda kwenye ndoa kwamba nakwenda ili kujifurahisha, kufurahia mke wa ujana wangu, kufurahia mume wa ujana wangu, ndugu yangu, hiyo ndoa haitaenda kokote. Ndoa itaenda sawasawa kwa ndoa waliookoka, itaenda sawasawa pale ambapo kusudi la Bwana limekaa katikati ya familia, limekaa katikati ya ndoa. Wanaposhughulikia kusudi la Bwana, ndiko hapo hapo wanapofurahiana na maisha yanaendelea, na raha zinatokea, na burudani zinatokea, na mambo mengine yanakaa sawasawa. Amen. 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 Na kuna baadhi ya biashara huwezi kuzipata, kuna hela huwezi kuipata, isipokuwa Mungu ameona ya kwamba ndani yako uko na nia ya kuhakikisha ya kwamba ufalme wa Mungu unafaidika na pesa ambazo utazipata. Vinginevyo utaishia kuwa mtu wa mshahara, lakini zile hela kwa maana ya hela. Kwa sababu Mungu anapoona the kingdom mindset, anapoona ufahamu wa kiufalme, Bwana asifiwe, anapoona ufahamu wa kiufalme ya kwamba ni yapatayo ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu, ni vipatavyo ni kwa ajili ya Mungu, anaiona sababu ya kuachilia baraka na neema za kukusaidia. Usisahau, hatufanikiwi kwa sababu ya nguvu zetu. Nguvu ni sehemu ya kufanikiwa, ila tunafanikiwa kutokana na neema na baraka ambayo Mungu ameiachilia. Mungu anawaambia kwenye Mwanzo, Bwana akawabariki akawaambia zaeni mkaongezeka, si ndio? Maanake kilichotangulia kwanza ni uwezesho wa kimungu, blessing. Blessing is a spiritual enablement. Blessing sio magari, baraka sio kuwa na magari. Magari ni matokeo ya baraka. Hallelujah. Magari, nyumba na vingine na material things ni matokeo ya baraka. Ila baraka yenyewe, it's a spiritual enablement that enable you to have money. Ya kwamba ukifanya kazi wateja waje, ya kwamba ukifungua duka wateja waje. Hicho kinachofanya wateja waje, that's the blessing. Bwana asifiwe. Hicho kinachofanya wateja waje, biashara ieleweke, watu waje, hicho ndio baraka yenyewe. Ndio akasema Mungu akawabariki akawaambia zaeni mkaongezeke. Manake kuzaa na kuongezeka ni matokeo ya uwezesho wa kiungu ambao Mungu amewachilia tayari kwa ajili ya watu kuzaa na kuongezeka. Kinyume chake, Mungu asipoachilia uwezesho wa watu kuzaa na kuongezeka, hauwezi kuzaa na kuongezeka. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Sasa ili Mungu aione sababu ya kuachilia baraka kwenye maisha yako, lazima ajione anafaidikaje yeye. Niwaambie neno gumu leo, Mungu ni mbinafsi sana. Niseme neno la watu waliokomaa. Mungu kati ya mabinafsi, Mungu ni mbinafsi sana. Anafanya kila kitu kwa ajili yake. He does everything for his benefit. Yani anafanya kila kitu kwa ajili yake. Maana yake ili na wewe upate portion, lazima ujiingize kwenye mapenzi yake. Yani ili upate faida, wewe lazima ujiingize kwake, kwamba akifaidika yeye na mimi nafaidikia humo ndani. Bwana asifiwe sana. That's the fact. Hivyo ndivyo ilivyo. Ndio maana unaweza ukapiga mark time miaka 72 na ukafa ukiwa umehangaika. Yani marehemu alishughulika sana. Marehemu alipambana mno ila hakutoboa. Kwa nini? Kwa sababu it was out of. Alikuwa anafanya lakini nje ya Mungu. Kwa utafanya sana ila ikiwa ni nje ya Mungu. Mungu anataka hivi, mwambie Baba, ninaomba 1 2 3 kwa ajili ya 1 2 3. Akiona ya kwamba nia iliyoko ndani ni kwa ajili ya kumfaidisha yeye, anaachilia hivyo vitu. Bwana asifiwe kabisa. Yani akupe watoto ili iweje? Watoto ili iweje? Akupe nyumba ili iweje? Akupe, ukimwambia Bwana nataka nyumba nikujengee madhabahu, na kuhakikishia hela hautajua zimetoka wapi, if you have that mindset. Bwana asifiwe sana. Kumbuka sisi ni watu wa ufalme wa Mungu. Amen. Na kanuni zetu ni kanuni za ufalme wa Mungu. Otherwise toka nje ya ufalme wa Mungu. Kama unataka nje, kama unataka mambo kinyume na kanuni za Mungu, toka kwa Mungu, fanya kwa watu wengine. Lakini kama umekubali kukaa kwenye ufalme wa Mungu ili ufanikiwe, ili utembee, ili uwe na maisha, ili Bwana kutokee, ili mambo yako yaende, lazima kanuni za ufalme wa Mungu zifuatwe. Na moja ya kanuni ni kumfaidisha Mungu. Na moja ya jinsi ya kumfaidisha Mungu ni kwa kuwaleta watu kwa Yesu na kuwafanya watu kuwa wafuasi wa Yesu. Ukifanya hivyo, umesababisha shangwe na furaha na amani na raha mbinguni. Na ufalme wa mbingu na majeshi yake watakuwa tayari kuangalia huyu msababisha kelele, msababisha shangwe, msababisha furaha mbinguni ni nani, na tumfanyie nini katika jina la Yesu. Haleluya. Funika macho yako, mimi nimalize hapo, muda wangu umeshaisha. Natamani kuomba tu na mtu ambaye ukiwa umeketi hapo, ukiwa umeketi hapo, natamani kuomba na mtu ambaye utanyosha tu mkono wako, mtu ambaye umekuwa unatamani sana kufanya kazi, kumshuhudia watu. Umekuwa unatamani sana kushuhudia watu, kusema habari za Yesu, lakini kuna kitu ambacho kimekuzuia na hauwezi kusema. Kuna kitu ambacho kimekuzuia na hauwezi kusema. Kuna hali fulani ambayo inakuzuia kusema habari za Yesu. Kuna hali fulani ambayo inakuzuia kusema habari za Yesu. Huku ndani unasikia useme, lakini kuna hali fulani inakuzuia kuto kusema. Natamani tuiharibu hiyo hali saa hii katika jina la Yesu, na maisha yako yageuzwe. Hata wewe ambaye unatutazama kwenye television yako, kuna vitu ambavyo umekuwa umetamani kufanya, hasa kwa habari ya kuwaleta watu kwa Yesu. Umetamani kuambia watu habari za Yesu, lakini kuna kitu kinakuzuia usiweze kusema. Kuna jambo linakuzuia usiweze kusema. Kuna kitu kinakuzuia usiweze kusema. Nyosha mkono wako tu mahali ulipo. Kama umeketi humu ndani, nyosha mkono wako nami nikaombe pamoja na wewe. Nyosha mkono wako tu. Yes, asante.
Asante, asante. Nyosha mkono wako tu. Nataka niombe pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Baba, nakushukuru kwa ajili ya watumishi wako. Asante kwa ajili ya neema yako ambayo Mungu umewapa. Tumekusikia neno lako mchana wa leo, na waleta mikononi mwako. Neema yako Mungu ipate kuwasaidia katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaenda kinyume na kila roho inayosababisha katika jina la Yesu kuto kusema habari zako. Niko kinyume na kila roho inayosababisha wasiweze kusema, inayosababisha asiweze kusema, inayosababisha asiweze kusema, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana, achilia neema yako na uwezesho wako. Ile roho mbaya inayosababisha, inayokataza asiweze kusema habari zako, ninaikataa katika jina la Yesu. Ninaikataa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, kuanzia sasa awe huru na akafunguliwe, akajisikie na akaweze kusema katika jina la Yesu. Naliombea kanisa lako Mountain of Glory katika jina la Yesu. Ile shauku ya kusema habari zako, naiombea shauku ya kusema habari zako, shauku ya kuleta watu kwako, shauku ya kuleta watu kwako ikawe dhahiri katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Nimeomba na kuamini. Amen. Hallelujah.